Jamani, hebu angalieni kwa makini jinsi Mwalimu Wankemwa anavyowafundisha. Hebu wafuasi wa Mwalimu Wankemwa, hebu angalieni hiki kivumbi hapa. Kwa hiyo kumbe nafsi ya Baba ni Yesu, nafsi ya Mwana ni Yesu, nafsi ya Roho Mtakatifu ni Yesu. Shuhudia kilichomkuta. Unaposema Yesu na Yesu Kristo unamaanisha ni mtu huyo mmoja? Ndio. Okay, sasa kwa mfano hiyo Yohana 17 mliokuwa mnasoma 3. Sawa, nimeshaelewa. Nimeshaelewa kama unamaanisha hivyo nimeshakuelewa. Sasa unaposoma hiyo Yohana mliosema 17, ukisoma ule mstari wa kwanza kabisa unasema maneno haya aliyasema Yesu. Aliyasema Yesu yupi? Yesu yule aliyemtuma huyu wa chini au aliyasema huyu wa chini? Aliyasema huyu Yesu ambaye ni aliyetumwa Kristo. Okay, yule Yesu Kristo wa mbinguni, manake alikuwa anamwambia Yesu Kristo wa mbinguni. Anamwadresi kwa Yesu Kristo, kwa Yesu aliyeko mbinguni kwa maana ya jina la Baba. Alafu yeye ndio anajitofautisha kwa kusema Yesu Kristo, kwa sababu Baba sio Kristo. Baba haonekani, hajawahi kuchukua mwili tu unaoitwa Kristo. Okay, sawa. Na pale unaposema kwenye ubatizo walikuja wakatimilika, manake Yesu bila kuja yule roho ambaye tena ni Yesu na yule Yesu mwingine aliyemtuma anakuwa Yesu hajakamilika. Anakuwa hajakamilika. Kwa hiyo huyu Yesu aliyekuwa anaongea hapa alikuwa amekamilika. Huyu Yesu aliyekuwa anaongea hapa kwenye 17:1 alikuwa amekamilika. Ndio. Na yule aliyekuwa unisikilize. Ndio hiyo Wakolosai 2:9, utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya mwili. Ndio maana ilitakiwa Roho Mtakatifu naye achukue umbile la mwili, ingawa hakuchukua wa kibinadamu, alichukua wa njiwa. Sawa. Na wakati Yesu yule wa sawa. Wakati Yesu huyu wa chini unasema alikuwa amekamilika, na yule Yesu wa mbinguni naye alikuwa amekamilika. Ndio. Manake wapo sasa Yesu wawili. Kwa sababu Isaya 6:8 Yesu wa mbinguni ambaye hapa tunaanza na Baba ndio aliyeuliza ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema nitume mimi. Hakusema na kutuma wewe, alisema ni mtume nani atakayekwenda kwa ajili yetu. Umeona? Manake kuna Yesu wawili. Naomba nisikilize. Alikuwa anaongea yeye kama Baba, anaziadresi nafsi mbili. Ndipo miongoni mwa zile nafsi mbili moja ikasema nitume mimi. Kwa sababu angekuwa yuko peke yake angesema tu nitakwenda mimi. Lakini anaposema nitume mimi, yani one of the two, ni mimi nimekubali nitume mimi. Na unaona baada ya mwana kukubali, Roho Mtakatifu anakuja kuandaa mazingira ya mwana. Na ndio nimekuwa na kuambia kwenye Yohana 12 mstari wa 38 mpaka 42 kwamba kumbe Isaya alikuwa anamuona na mwana yuko pale, alitaja habari zake. Sawa. Ina maana Yesu waliokamilika wapo wawili. Yesu wenye ukamilifu wapo wawili. Yesu hapana, wako watatu. Wako katika wenye nafsi ukamilifu wapo watatu. Yesu mmoja lakini aliyejifunua katika nafsi tatu. Hizo nafsi unazikuta jamani, kwenye chonde wafuasi wa Mwalimu Wankemwa. Kwa hiyo Mwalimu Wankemwa anatufundisha kuna Yesu watatu. Jamani, hata ninyi mna akili. Hebu tafakarini kwenye akili zenu, mtambue, je, kuna Yesu watatu? Mwalimu Wankemwa anafundisha kuna Yesu watatu. Kwa hiyo sasa hapa tuangalie, je, hii ni imani ya kweli? Sasa wafuasi wa Mwalimu Wankemwa, angalieni kwa makini mafundisho ya Mwalimu Wankemwa.